Bismillahirrahmanirrahim. Ramadhani ipo katika mwisho wa ziara yake kwa mwaka huu 1446 2025, ikiwa imetuachia kheri nyingi na baraka tele kwa wale walioikaribisha kinafsi yenye matumaini, lakini inawawacha wale ambao walikunjia nyuso na kuitamania imalize na kwenda zake, ambao ni wale wenye nafsi za kujilaumu. Baraka na kheri za mwezi huu mtukufu ni pamoja na kuijongeza jamii pamoja zaidi kuliko nyakati nyingine za miezi 11 iliyotangulia. Lakini ni mwezi wenye kurekebisha tabia za wengi. Isitoshe, kwa baadhi ya wale ambao walibobea kwenye maasi, huwa ni ufunguo wa kujibadili kwao moja kwa moja badala ya kupata ule utamu wa imani. Ni vizuri tukatathmini kila mmoja jinsi alivyofaidika tokea maneno mpaka vitendo kwa ajili ya kuguswa na hali ya Ramadhani. Hali ya Ramadhani si kujizuia kula na kunywa tu, ni uhalisia wa maisha yanayoondoka kutoka hali zoefu iliyojaa hofu na mabalaa na kuingia kwenye hofu ya Allah na neema zake kuzifanyia kazi. Zile siku zilitajwa ni chache tu na si za kumtia dhiki mja, kwani ile hofu juu ya mpungufu kwamba yatamshusha daraja ambayo wataipata wengine. Basi mgonjwa na msafiri nao walitolewa hofu baada ya dharura zao nao wafaidike kwa kulipa na kutoa fidia. Hayo ndiyo mapenzi yake Allah kwa viumbe wake. Jambo la msingi ni mtu kujiweka katika mazingira mapya baada ya kusoma ndani ya Ramadhani, kwani kujirekebisha si aibu wala ugonjwa, bali ni ushujaa na werevu. Ndio maana utaona wale waliosifiwa kwa sifa mbaya, hatimaye ndimi za watu hugeuza mwelekeo akasifiwa kwa mabadiliko ya kujielewa. Mtu anapoambiwa hana tahara ya mdomo wake, basi aone aibu. Ajue huyo kapewa sifa ya kuwa mtukanaji mashuhuri, hasemi matatu la nne ni tusi. Basi inapoingia Ramadhani akajizuia na hayo, kisha akadumu na adhkari katika mdomo wake, basi huyo kwa uwezo ulimi wake kweli ameathirika na Ramadhani. Huyo si mtu wa mchezo tena. Lakini baada ya Ramadhani ukamuona mdomo ndio kama umetiwa vipira vipya vya matusi, tuendelee kumwombea dua, asa Allah atamfundisha njia iliyo bora zaidi ili aokoke na laana za watu. Yule aliyezoea kuvirandia viatu vya watu misikitini na akenda kuuza kwa bei duni thamani, ajiulize haki zile za watu watazilipa lini na atawajua aliwaibia. Je, amewahi kwenda hospitali kuziona hali za wagonjwa? Basi afikirie nguvu aliyopewa aitumie vizuri. Afya ni neema, basi usiitumie kuwadhulumu walio wanyonge. Hebu tuangalie hata mwezi huu, wawili walioishi katika ndoa na utukufu wa mwezi huu wakashindwa kuvumiliana, wakavua ile sakina ya nyoyo zao, wakatengana kindoa bila kujali kuwa huu ni mwezi wa kusameheana. Wajipime pale wanapokunywa uji magharibi kila mmoja na kwake, pana khushui kweli ya kiibada hapo? Huu si mwezi wa kuachia ukapita hivi hivi, usitangulize kheri kwanza. Tujitahidi katika kufaidika na makusudia yetu na si mingine ila ni msamaha wa Allah. Basi siku hizi chache zilizosalia si za kupunguza safu katika swala, maana tupo mfundoni. Nani hataki kupata ushindi? Chumo zuri ndilo linalobarikiwa, na kama unataka biashara iliyo njema, basi fanya na Allah mwenye kulipa 1 kwa 10. Allah tupe mwisho mwema hali kuifikia yaqini.